Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu madereva wa Tanzania, tuna kero kubwa kuhusu swala la kwenda kusoma. Nchi yetu ya Tanzania tulianza na leseni ya kitabu, lakini madereva walifanya vizuri, ajali zilipungua kiasi kikubwa sana. Lakini hivi sasa baada ya 2000 kwenda 2012 tukabadilishwa leseni. Tukawa na leseni za electronic. Kwa hiyo madereva sasa kama walikuwa na kosa lolote lile, kwa sababu madereva walipewa leseni ya jeshi la polisi na wakabadilishwa jeshi la polisi. Na tukaahidiwa kwamba mwenye kutaka kusoma akasome kwa ajili ya kupata leseni ya C, kurudisha leseni ya C. Lakini wote tulirudishiwa kwa E. Sasa tunashangaa tena saa hizi madereva wao wanaambiwa waende wakasome upya. Watu wakasome upya. Sasa tunajiuliza, je, mtu ameendesha gari miaka 30, miaka 40. Huyu mtu hajagonga nyoka wala chochote wala kiziwi. Kwa nini mtu kama huyu asipewe leseni, asipewe cheti cha matumizi bora ya barabara? Tumeuliza katika baadhi ya maskari, wakasema swala hili itabidi umpe kiongozi mkuu ambaye wa jeshi la polisi Tanzania, usalama barabarani. Haiwezekani madereva wote Tanzania wakawa wazembe. Kuna madereva wanafanya vizuri, wengine wanafanya vibaya. Lazima jeshi liangalie au serikali iangalie upya madereva wote ambao walifanya kazi vizuri. Kwa skrini wapo wakiangaliwa wanaonekana kwamba huyu dereva alifanya vizuri kwa muda kadhaa na ana miaka kadhaa. Kwa nini hao madereva wasipewe vyeti vya matumizi bora ya barabara? Wale madereva wa zamani wote wenye E ambao walikuwa na C wakarudishwa kuwa na E. Yaani si ya kitabu wakarudishwa kuwa na E ya kisasa. Tunaomba serikali iangalie upya swala hili, kuhakikisha kwamba madereva wale kama wameonekana hawana tatizo lolote, basi wapewe hati maalum, watundikiwe hati maalum ya matumizi bora ya barabara. Baada ya kusoma walipewe hiyo hati. Kwa sababu gani kusema hivi? Serikali inakosa hela nyingi sana za kulinyua leseni ya 70,000 hizi. Kwa sababu watu 1000 ni milioni 70. Inakosekana kwa ajili watu hawana hela ya kwenda kusoma na hawana hela kulinyua leseni. Sasa ni vyema ukamwambia mtu alipe 70,000, atahakikisha kwamba ile hela yake 70,000 kuipata hata kwa ndugu yake ni rahisi. Akaenda akasoma mara moja, akaenda akanyule leseni yake mara moja, akaendelea na kazi. Sasa hii masuala ya kusoma hii haiwezekani dereva akasoma kwa wiki 2 akawa dereva. Wakati madereva kama taniboi miaka 3, miaka 2. Hao ni madereva sahihi na hajafanya mambo mabaya barabarani. Basi naomba serikali watunukie vyeti wale wafanya vizuri. Sasa je, kwa nini watu wa serikali wanapatiwa vyeti wa utumishi bora? Kwa nini si madereva wajia binafsi wapate vyeti vya matumizi bora ya barabara? Rais wetu Mheshimiwa Suluhu Hassan Samia, mpendwa, mwenye uwezo wa kuweza kufikiri na kutenda mambo makubwa na kuyatatua. Tunaomba swala hili uliangalie zaidi ili madereva waweze kutunukiwa vyeti vya matumizi bora ya barabara. Tunaomba madereva waangalie vizuri ajira binafsi. Tunapata taabu sana, hatuheshimiki ajira zetu. Na tumeandika magazeti la kumba waziri mkuu naye aje utembelee waziri wetu kuongea na madereva wa ajira binafsi kama alivyoongea na madereva wenzetu wa serikali. Wote si madereva, bahati mbaya hatukupata ajira serikalini, ajira ni chache. Kwa tunakuomba rais wetu mpendwa, na tunakuahidi kwamba unapita katika uchaguzi wa mwaka huu. Tunakuhesabu ni rais wa 2005 na 2030. Sababu uwezo tunao na nguvu tunayo kuweza kupigia kura. Kwa tunakuomba hebu angalia hili. Madereva wananyanyasika. Madereva tunabadilishwa barabara. Tunakuwekwa sehemu ambayo barabara ambazo hazina hata huduma. Mtu kiongozi anaamua tu nguvu zake tu akupeleke sehemu fulani na utaenda tu hata ufanyeje.
Kwa tunakuomba kiongozi wetu, rais wetu mpendwa, utusaidie hili, tunateseka. Madereva wako uraiani, ajira zipo, madereva hakuna saizi. Sasa bila 3.5 kwenda kusoma. Dereva na uwezo wa kuendesha gari vizuri. Dereva ametembea nchi zote. Dereva ameisha magari ya aina mbalimbali na hajasababisha ajali hata siku moja. Tunakuomba uangalie hawa. Waweze kubaki na leseni zao hizo wanapozeeka, basi leseni hiyo imekufa. Tukasome sisi hapa tunaanza sasa hivi. Kimtu miaka 30. Alibeba kufisha reverse. Sasa reverse kweli. Niendesha gari reverse. Reverse ni ya mwisho ambayo kufikia sehemu umefika. Madereva wangu mimi wengi wanajua kuendesha gari. Sio kubahatisha. Kwa naomba kiongozi wangu, mheshimiwa wangu, mwenye uwezo wa kuweza kutatua matatizo mbalimbali, hebu liangalie hili. Madereva wanalia sana sisi. Yaani mheshimiwa, ungeona madereva wanavolia, naamini unaongelia kwa changamoto hizo nazo barabara. Gari zinaweza kuwa kuliko barabara. Askari, baadhi ya maaskari wananyanyasa madereva, wanawatukana kutokana na uwezo waliokuwa nao kwa serikalini. Kwa tunaomba kiongozi wetu, hebu angalia madereva wa miaka mingi, wamezalisha sana, ndio tufundisha sisi. Kama swala la vyetu walikosea wenyewe polisi tangu mwanzo, kwa hiyo hazikuwepo, kwa hiyo waligawa leseni bila kusoma. Sasa hivyo ndio wameshakosea, wataka watu kesi wa msalaba. Sisi kwa hiyo tunajua kaswa ajali sio ajali, sio kama ni sipa dereva pekee yake. Ajali baba yenyewe inaua. Magari yanaweza kuwa kwa barabara. Hebu kiongozi wangu, tembea kidogo. Naomba utembee njia ya Dar es Salaam mpaka Tunduma afu uone barabara ilivyo. Katikati ya mji Mbeya. Ukiendesha gari inamfuata gari jingine. Baba hivyo chimbika. Kwa tunakuomba kiongozi wetu utusaidie kwa hili. Madereva wanateseka. Madereva hivi sasa yani wanalia kilio kwako rais. Tunakuomba angalia hili, na ajira binafsi nao watunukiwe vyeti vya matumizi bora ya barabara kutokana na uendeshaji wake wa barabara. Kompyuta zipo, madereva tupo. Hebu angalieni tu mara moja, basi mnatoa maamuzi, watu watunukiwa vyeti matumizi bora ya barabara. Serikali inakosa mapato mengi. Watu mamilioni ya watu wako mtaani, atafuti kazi, kwa sababu magari yamekaa bure tu. Kutokana na nini? Madereva hawana hela kusomea. Na wengine wamesusa, baweza kusoma kwa wiki 2 ili aache kazi ya dereva. Naongea hapa katibu wa chama cha madereva MDAG Afrika. Naomba kiongozi wangu, rais wangu, uliangalie hili. Kiongozi wetu mkuu wa jeshi la polisi wa barabarani Tanzania, hebu kaa, angalia unusuri taifa. Angalia, kaa, lifikirie hili swala kwa madereva. Washatoa mchango mwingi. Madereva wamesha gari miaka 30 hajui kuendesha gari. Akajua kwa wiki 2. Tunakuomba liangalie vizuri swala hili. Watunukie vyeti hawa watu kwa matumizi bora ya barabara. Wako wengi tu wanajua kuendesha magari na wamefanya vizuri. Asante kiongozi wangu na katibu Dr. Mkondo, nawasilisha.